kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni Mungu tu. Na ndivyo tunavyofungua kipindi chetu siku ya leo. Ni jambo zuri sana tumekutana tena mahali hapa Boresha Radio. Na upo nami Pastor Dr. Musa Mpayo. Ni wakati mzuri sana. Leo tupo na tunamshukuru Mungu. Najua ulikuwa pamoja nasi, umetutazama na umetusikiliza Jumapili iliyopita katika somo na katika saa ya ukombozi ambayo tulikuwa na somo zuri la paza sauti. Yesu anasikia, na naamini kabisa ulipaza sauti yako na kuna vitu vilitokea kwenye maisha yako, kwa sababu neno ni mbegu. Neno linaposikika linajenga imani, kwa sababu imani huja kwa kusikia. Hivyo neno linaposikika linajenga imani, na imani unapoituma kwenda kufanya manunuzi au tunasema kuamini, basi inaleta majibu kutoka kwa Mungu. Lakini leo pia ni siku, na leo ni siku na ni saa nyingine ya ukombozi ambayo tutakuwa na somo jingine zuri sana. Lakini ni wakati tunamshukuru Mungu sana. Nikisema kumshukuru Mungu, kuna mtu mwingine unaweza kunanitazama unasema, Pastor, nitamshukuruje Mungu wakati naumwa? Nitamshukuruje Mungu katikati ya haya machozi? Nitamshukuruje Mungu katikati ya maumivu haya? Nitamshukuruje Mungu wakati nimepata hasara kwenye biashara? Nitamshukuruje Mungu wakati nipo msibani, tumefiwa? Nikwambie mpendwa, unayenisikiliza na unayenitazama, ni kwamba kumshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Unajua hiyo hatua ulionayo wewe, hiyo hapo hapo ulivyo, hiyo hali ulionayo, kuna mtu ili afike hiyo level yako anapaswa atoke kijijini kwake, aende mji mwingine, alale chini, asote, aende polisi, asingiziwe, ajitafute, ajipate, ndio akutane na hali kama ya kwako. Hiyo ulionayo wewe, kuna mtu hana hiyo hali kama yako. Be grateful. Be grateful. Mungu anayotufanyia behind the scene, yasiyoonekana, ni makubwa kiasi cha kwamba tungekuwa tunayaona kwamba hili ndio Mungu kafanya. My friend, nafurahia sana nikisoma habari ya Daniel. Ukisoma ile Daniel sura ya 10, unaona namna ambavyo yule malaika anamwambia Daniel mtumishi wa Mungu, nimekuwa hapo juu vitani angani nikizuiliwa na mfalme wa Uajemi siku 21. Daniel anabaki, kwa nini? Akamwambia, kwa sababu nilikuwa na majibu yako, kwa sababu nilikuwa na kapu lako, kwa sababu nilikuwa na mizigo yako, kwa sababu nilikuwa na baraka zako, kwa sababu nilikuwa na vitu vimetoka kwa Mungu kuja kwako. Nimepigana. Inawezekana alikuwa anamuonesha makovu, kwamba anaona makovu, nimepigwa, nimevuja damu kwa ajili yako Daniel. Unapendwa na Mungu. Lakini wewe unaweza kuwa unalaumu tu, Mungu kachelewa. Mbona wenzangu wameolewa? Hawaolewi na mume wako, wameolewa na waume zao. Mume wako yupo. Mbona wenzangu wote wananunua magari, hawaendeshi ya kwako? La kwako bado lipo, linatengenezwa. Mbona wenzangu wote wameshajenga, hawajengi, hawaishi kwenye nyumba zako? Viwanja vyako bado viko secured, viwanja vyako bado viko imara. Mbona wenzangu wote wanaenda na fashion, hawaendi na fashion zako? Za kwako wewe bado zinabuniwa. Kuna watu bado wako viwandani wanabuni fashion itakayo kufaa wewe. Wenzangu wote wana simu kali ni za kwao wao, ya aina yako wewe bado haijatoka. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa hiyo hatua kwanza ulionayo. Kumshukuru Mungu kunarejesha tumaini, kunainua imani, na kunafanya jicho la Mungu likuone kipekee. Ndio maana Ibrahimu, Mungu alikuwa anampenda. Ni mtu anaongea na Mungu kila siku, lakini imagine hana mtoto. Kila siku anaomba ombi ile moja, Mungu, ni lini na mimi nitapata mrithi? Ni lini? So shukuru Mungu. Lakini tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha leo, kwamba tupo na hivi punde baada ya huu wimbo nitakuja kutambulisha somo la leo na kufanya mahubiri na maombi.
Karibu wewe unanitazama, usiondoke, na wewe ambaye unanisikiliza kwenye redio yako, basi mpe linki na mwingine ili tusikie pamoja. Shalom, shalom.